Kwa jina naitwa Tahiru Mustafa Bakari, natokea chuo cha Dar es Salaam University College of Education Duse. Hapa leo tumekuja na mradi ambao ni a location tracking device for individuals with autism that work effective within a 100 meter radius. Tumekuja na kifaa maalum ambacho kitakuwa kina track wale watu wenye autism au usonji kwa Kiswahili. Tumeona katika mazingira, katika vyombo mbalimbali vya habari, inaonekana kuna wimbi kubwa sana la watu wanaopotea, na asilimia kubwa wanaopotea ni watu wenye usonji. Sasa tumekuja na kifaa ambacho kitakuwa kina track miondoko yao, na tumeweka umbali wa mita 100 kutoka na nyumbani kama ndio mita salama za hawa watu. Akienda nje hapo na yuko katika eneo ambalo sio salama. Kwa hiyo kifaa automatically chenyewe endapo huyo mtu ataenda umbali wa mita 100 kitatuma message kwenda katika simu ya anayemhudumia. Message itakuwa na link ya location, latitude na longitude. Lakini kama anaweza akaenda mbali zaidi akapotea, sasa hapo yule anayemhudumia anachukua simu yake, anatuma message katika kile kifaa, na kile kifaa kita respond kwa kutuma message ya link na location na distance from home hapo yule mtu atakuepo. Lengo la kutengeneza hii prototype ni baada ya kuona upotevu wa watu wengi, sasa nataka tutoe solution na wale wanaohudumia wawe huru zaidi katika maisha ya kila siku na kufanya kazi nyingine. Jina naitwa Godfrey Karuta Dunia. Nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam kutokea shule kuu ya madini na geosayansia. Nipo hapa kwenye maonyesho ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kuonyesha kwa namna gani tunaweza tukanufaika na nishati ya joto ardhi kwa ajili ya matumizi makuu mawili, for direct users na indirect users. Naposema indirect users ni kwamba tunatumia ile nishati ya joto ardhi, tunaibadilisha ile nishati kuwa nishati ya umeme. Na for direct users tunatumia ile nishati ya joto kama ilivyo bila kubadilisha mfumo wa nishati. Tunatumia kwa matumizi mbalimbali. Moja wapo ni kama kilimo, na matumizi mengine ni kwa ajili ya kufugia samaki. Matumizi mengine kwa ajili ya inatumika kama AC kwa ajili ya sehemu zenye baridi, na wasambazia zile pipes zinakuwa zinabeba maji ya moto, ambapo yanasambaza yale maji ya moto ni kama yanafanya cool condition ya nyumba nzima. Na pia matumizi mengine kanatumika kama ni drying facilities, kwa sababu ile joto unasambaza kwenye viwanda. Kwa mfano viwanda cha maziwa unatumia kwa ajili ya kupasha maziwa. Na specifically kabisa kwa hapa tumechukua case study yetu ni Natron Geothermal Field ambayo inapatikana Manyara. Kwa hiyo hii ni Mount Oldonyo Lengai ambayo ni active, na hii ni Mount Ngilai. Na hapa tunaonyesha kwa namna gani mipangilio ya miamba inachangia upatikanaji wa hii nishati ya joto ardhi. Na hapa ndipo tunaonyesha ili kuwe na nishati hii ya joto ardhi ni kwamba tunasema lazima kuwe kuna heat source. Heat source ambao kwetu sisi hapa ni magma, ambayo ina heat hii reserve, hii source ya maji, na haya maji yanakuwa recharged all the way na mvua. Mvua inaponyesha kuna mipasuko milimani. Hii mipasuko inatengeneza njia kwa ajili ya maji na kwenda kuwa reserved, yanatunzwa. Na haya maji yakishatunzwa yanapashwa na hili joto ambalo linakuwa linatokea kwenye magma. Yakisha yapasha, by then sisi ndo tunakuja sasa tunachonga visima kwa ajili ya kuyatap haya maji, na ndipo inatumika kwa ajili ya kuzalisha umeme na matumizi mengine ya kawaida. Aaron Alfred, ni mtafiti. Kuna utafiti niko nao hapa mbele yangu, na hii inahusisha samaki wadogo wanaoitwa killifish, samaki wanaopatikana kwenye mabwawa ambayo yako sehemu kadha Tanzania na maeneo mengine kwa jumla. Sasa samaki hawa tunawatumia kama njia mbadala ya kuweza kuondoa mbu na changamoto zake, ikiwemo magonjwa na vitu kama hivyo. Wana uwezo wa kutusaidia kuondokana na changamoto za mbu na kila kitu, kutokana na kwamba hawa wana uwezo wa kula mazalia yote ya mbu. Na kama wana uwezo wa kula mazalia ya mbu, hivyo wanazuia mbu asiendelee kukua na kuwafikia jamii ambayo ingeweza kuwasababishia magonjwa, lakini pia changamoto kama usingizi usiotulia na vitu kama hivyo. Lakini pia wanatoa hormone ambayo mbu anaweza kaisense katika mita kadhaa na siweze kutoa katika mabwawa yale ambayo killifish anakuepo. Kwa hiyo ni njia salama ambayo kwa 100% ni rafiki wa mazingira, haina changamoto yoyote katika viumbe ambavyo hawajataliwa kuondolewa, lakini pia ni njia ambayo ukifanya mara moja unakuwa umemaliza kabisa, sio kama zile spray ama insecticides ambazo lazima ufanye kila siku. Yeah. Kwa hiyo ndio kilichopo hapa. Kuna hao samaki wanaitwa killifish, na kuna hao mosquito larvae ambao ukiwatoa ukiweka wanaonyesha hiyo predation efficiency kwa kula larvae ambao wanapatikana hapo. Yeah, hiki ndio kilichopo.